best replacement for you. Tutakutoa kesho. Actually hata by jana. Because Gachagua is becoming an embarrassment. Yeah, anadhani ati maisha tu maisha wa Kenya na revolve to around Rigathi Gachagua. Mara anabeba Kalonzo anateremka na pale Gachagua. Amedhani yani by the way, Gachagua ever since akuwa impeached, hajaijua Kenya iko beyond Mount Kenya. Ana embarrass opposition kabisa. We don't have an issue with watu wa mlima, but we have an issue with the sentiments that Gachagua every day anaongeanga akiwa kwa opposition. Yani tangu by election ishe, Gachagua hajaongea kitu yote ya maana. Azunguke na Kalonzo, asifu vile Nairobi ni ya watu wa mlima. My friend, Gachagua atuonyeshe hii Nairobi yeye ameinvest wapi. And if it is only watu wa mlima wanalipanga tax, Gachagua is becoming an embarrassment. And let me not lie to you. The strategy is there. And I will not lie to you. The strategy is there to replace Rigathi Gachagua as the kingpin of Mount Kenya. Because hata nisiwadanganye na wale wanguona wanafuata Gachagua pale. Nisiwadanganye, if Gachagua goes on na hii politics yenye anaongea hii, tutajiingiza kwa shimo yenye tutarudisha William Ruto. Na William Ruto ataenda tutam sababu ya upumbavu ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua thinks that tukitoa William Ruto, the win will be for Rigathi Gachagua. Hapana, it is for the Kenyans who are suffering. Aache kila saa kuambia wa Kenya kwamba ni watu wa mlima, watu wa mlima. Hiyo ujinga alifanya akiwa deputy president akatolewa. Tukadhani ameland. By election imeenda bado aski. My friend, Mount Kenya, either you replace Gachagua as the kingpin ama tuta replace here, because hiyo kura lazima tuchukue. Hiyo kura lazima tuchukue. Sababu shida yenye tuko nayo, shida kubwa sana ni William Ruto. But Gachagua can be the worst replacement to William Ruto. Kalonzo is a good leader. But Kalonzo should also be a wise person in dealing with Rigathi Gachagua. Sasa hii ukiangalia ati wanatembea wawili, ameanza kusegregate watu kake na Eugene Wamalwa kina Matiangi. He thinks it is a one man show. So we are telling Rigathi Gachagua, either you change your character ama kasi hivyo tutakutoa kama kingpin. Na asijidanganye. By the way, wacha nisiwadanganye. Mtu mwenye atachukua kiti ya William Ruto in 2027 haijulikani. It is not sure bet. It can be Kalonzo, it can be Matiangi, it can be a Luya person. Unajua pia Waluya hatujalala, tumenyamaza lakini hatujalala. Hatujalala. Bana sikuja uongee stop hekli. Ama utalala tu huko place umeambiwa. So, mimi I'm saying a simple thing, We also have alternatives in the opposition. So Rigathi Gachagua can never be the option for 2027. But we will lose him vile ametumia sisi. Vile tu anatutumia na tutamtumia. Vile anachapa serikali tutamtumia. But hapo mbele tutachange yeye. Tutaweka mtu wa maana hapa mbele. It will be either Kalonzo, either Matiangi, or kuna Mluya mwenye tumeficha tu hapa na kuja next year. Hapa katikati kuna Mluya Bana Waluya hatujalala. Hatujalala. Tukiwa tumenyamaza hivi hatujalala. Ukiona Uhuru anazunguka hivi, Gachagua asidhani ati yeye already any kingpin. Hapa nyuma Waluya wanajipanga. Hii by election ndio ilituonyesha kumbe tuko na party ya maana na tuko watu wenye tunaweza jipanga. And coming into it, you know, the division that is going on in ODM, it is to our own benefit. Hii division yenye inaendelea, mara ni Oburu party leader, mara ni Babu Owino party leader, mara ni Winnie Odinga party leader. We don't care. Our joy is kwamba ni kitu moja. As long as Luo Nyanza wale wenye wanasema tutam watadivide, tutapata kura ya upande yetu pia ya opposition, au watutam wataendelea. Tukigawa Nyanza nusu 50-50, it will work to our advantage. Sababu at the end of the day, William Ruto saa hii ameweka mkono kwa Oburu Odinga. Na huyo Oburu Odinga ndo 2 term. My friend, Babu Owino ni 1 term. Winnie Odinga ni 1 term. Kwa hivyo mkienda 50, Edwin Sifuna si wa Luo Nyanza bana. Edwin Sifuna kuna Mluya hapa tunaleta na tutaiba Edwin Sifuna at the right time. Ukiona Edwin Sifuna anasumbua hivi, anajua alliance ya Waluya imejipanga, na kama Kalonzo ataendelea kutembea na Gachagua, mwenye anaenda kuwa rais 2027 ni Mluya. Hatutajaja jina, na si George natembea, anakuja hivi karibuni. Na tunamleta officially. Na huyo Mluya anakuja tukileta mtu wa maana kutoka Mount Kenya. Sawa sawa. Matiangi asijali. Matiangi atarudi kama prime minister. Kalonzo tutamweka kama foreign affairs minister. Afanye kazi yake ya shuttle diplomacy. Sawa sawa. So
hata hatuoni yako nyuma yetu. Then order bana, kazi yako. I'm excited you. You see how Muluya kuwa president ime excite watu hapa. Then another thing, I'm telling, natembea asimami bana, natembea naenda kusimama governor. Sisi tunaleta Muluya wa maana. And then I want to say, out of a good heart, I love Babu Owino. And I want to tell Babu Owino the truth. Bana, si uwe tu pole. Naomba tafadhali heshimuni watu. Si utaongea hapo, utaongea hapo. Pale tunaingia kuna mahali napigango makofi. Kama anataka kupiga pia mfunguo. Na vumbi itakuja. Fanya tu hivi, fanya hivi. Tabia mwanzo muongeleleo kwa nyanya. Sawa sawa ngaka. Sawa. Sawa, haina shida. Benja. Sawa. Sawa, imeisha tena. Sawa, we. Bana, I know they are excited because nimesema Muluya atakuwa president, which I'm happy. But here is the beauty. I'm telling Babu Owino the reality. Kwamba if Babu Owino risks vying for 2027 ugovernor, akirisk asimame ugovernor 2027, haendi mahali. Sababu as long as Luos are divided into two, my friend, in Nairobi you cannot win if your own people cannot support you. Na asijidanganye hapa ati kura ya Gen Z. Kura ya Gen Z hapa mbele 2027, wale Waluya wa Gen Z tutawaleta kwa Waluya. Wale wa mlima Gen Z tutawapeleka kwa mlima. Wale wa Kale wataenda kwa Wakale. Hii by election imetuonyesha bana. But the beauty is this, if it will take the tribal arrangement kupeleka one time to be a reality, we will use it. As long as we get the right arithmetic, kuweka the right president. We're going to use the tribal card. We're going to use the policies, issues, the economical issues, zote tuweke pamoja. Then I'm coming back to the economical argument. Safaricom, I'm asking John Mbadi. You see, John Mbadi has a history of debating well in parliament concerning our economical condition. But wakati amepatiwa Ministry of Finance, mimi sijui kwa nini John Mbadi amepoteza akili. Zile issues alikuwa anasema parliament aja apply any. Mimi ndauliza hivi, hii Mau Summit. Yes. Unajua tunaijenga na deni. Na unajua hiyo pesa imetoka wapi? Ameenda amechukua pesa ya NSSF. Ameiweka kwa PPP. Pesa ya NSSF yenye inalinda wale watu wameandikwa kazi in their future. Amechukua hiyo pesa ameweka kwa PPP. Hiyo ni 180 billion shillings. Ameweka pale. Hiyo pesa yote ameweka pale, pesa ya NSSF. Yenye wewe mwenye umeandikwa unafaa ku-earn ukiretire, ameweka pale. But mimi nauliza hivi, do you know, and I'll say it here, do you know ile pesa yenye William Ruto ameweka hii kwa mambo ya campaign? Because I'm looking at this. As long as hii pesa yenye iendi kwa mfuko ya mwananchi, inapelekwa wapi? Ile pesa yenye Uhuru Muigai Kenyatta, and I keep on saying this, alikopa for 10 years 7 trillion, is the same amount of money yenye William Ruto amewaste saa hii. Equivalent to 7 trillion shillings. Hakuna pesa yenye inaenda kwa development. Kazi ni kukopa. Hii Talanta Stadium peke yake alikopa. Tunafaa kulipa 100B. Hii Safaricom hii. Anatuambia kwamba Safaricom. Ochieng, allow me to speak. Yes, allow me to speak. Sawa. Thank you. Hii Talanta Stadium hapa ametumia 44 billion shillings, tutaenda kulipa 100 billion shillings. But eCitizen ilipoteza 44 billion shillings. Hiyo hatuwezi ongelelea sababu imeingia kwa mfuko ya watu. Pesa yenye imeenda kwa Ministry of Roads, it is over 600 billion shillings. 600 billion shillings ever since the first financial year mpaka saa hii. Lakini ameenda amechukua pesa ya kuya wazee ili ya kuretire NSSF, ameweka pale kwa barabara. Then atudanganya hii pesa ya Safaricom ati inaenda kwa National Infrastructure Fund. Hiyo ya 244 billion shillings. Hiyo pesa yenye inauzwa kwa Safaricom ati anaipeleka kwa infrastructure funds. Na sasa hiyo amechukua pesa ya NSSF, lakini ile pesa yenye inaenda kwa Ministry of Roads hatuioni mahali. William Ruto will go down in history as the most wasteful president in our resources. Kwa pesa yetu ya resources, he will go down in history as the most wasteful president
to a public money. Uhuru Muigai Kenyatta will go down in history as the president who overborrowed, lakini William Ruto waste pesa yetu zaidi. Kwa hivyo 2027 Mluya akiwa pale mbele tunasema one term. Kwa hivyo Rigathi Gachagua, wewe hataki maneno yako. Asante sana.